Madini.com. Picha linaanza. Oh yeah, picha linaanza na nilikuambia ni 2 in 1, New World Order na Artificial Intelligence. Na tulishamalizana na New World Order kwa kiasi kikubwa na tumeingia sasa kwenye anga jingine, AI, Artificial Intelligence. Picha linaanza, technically linaendelea na Razim Tamaduni. True story, wengi wakisikia Artificial Intelligence, AI, wanaona ni makolokocho magumu ya kiteknolojia. Lakini tumezungukwa nayo, tunaishi nayo, na zaidi ya yote, we are about kutawaliwa nayo. Mfano, juzi kati rapper Billnass alifanya photoshoot akiwa na mai wake Nandy, na picha zao zilitrend kwa watu wakawafananisha na Jay-Z na Beyonce. Kama uliona picha hizo, basi ujue baadhi ya details kama nywele ziliongezwa studio kwa kutumia AI. Sisi tulipiga picha, alafu kuna mshikaji wangu mmoja alikuwa ananionyesha namna gani hii Adobe ya kuedit picha unaweza kaiambia, yani kwamba labda AI ile artificial intelligence kwamba bwana labda hapa nyuma kutokea kuna majengo au nini, akaniambia hapa naweza nikaandika labda wakuwekee nywele. Unaona, kwa alipofanya nikaipenda tu ile picha nikaipost. Ni maisha tumeanza kuyaishi. So hapa na kuelezea jinsi yanavyoweza kubadili dunia yako as we know it. Na sio lazima iwe kwa ubaya. Kuna faida pia za teknolojia hizi. Na lengo hasa la hii teknolojia ni kusaidia binadamu, lakini tumelamba asali wote. Na sasa kuna wauni wanataka kuchonga mzinga. Watu wanauliza hao nyuki tutaweza kuwahimili? Kuna walakini mwingi kuhusu control ya AI. Unaweza kuelewa tu kitu chochote hata kizuri kikishakuwa nje ya control sio salama sana. Kuna movie maarufu inaitwa Matrix. Wapenda movie najua mmeshaiona ama kuisikia. Kama umewahi kuiona, basi ni kati ya movie zinazotajwa kwamba zilionya dunia mapema kuhusu AI na uwezo wake. Na mbeleni nitaitumia kusaidia uelewe kivipi na kiniajiliaje. I know movie lovers tupo wengi. Kuielewa AI lazima ujue kwanza kitu simple, nini kinatufanya sisi binadamu kuwa special. Kuna ile kwaya ya zamani waliimbaga katika viumbe vyote vilivyoumbwa binadamu kaumbika kuliko vyote. Wahenga nadhani mnakipata kibao moto moto. Katika viumbe vyote vilivyoumbwa binadamu kaumbika kuliko vyote. So upekee unaomtofautisha binadamu na viumbe wengine ni uwezo wa kufikiri. Yes, the ability to think. Tunatofautiana tu level ya kufikiri sisi kwa sisi au aina tunachokifikiri, lakini kufikiri ni uwezo unaotofautisha na wanyama na chochote duniani. Wanyama hawafikiri, ila wanatenda kadri wanavyokutana na mazingira au mahitaji yao. Uwezo huu ndio unaitwa intelligence au tuseme akili. Unavyosikia binadamu ana akili kuliko viumbe wote, ndicho umaanishwa. Yani uwezo wa kuwaza na kuwazua. So kiumbe pekee aliyepewa hiyo intelligence by nature, yani anazaliwa na kudevelop uwezo huo, ni binadamu. Ni natural intelligence. That's why wanyama au viumbe wengine wakifanya baadhi ya mambo yanayohitaji kufikiri kama akili ya binadamu, inakuwa kituko kwetu. Mfano, mnyama akikuta mlango umefungwa anaona hilo, lakini hajadevelop uwezo wa je, kitasa kiko wapi? Akifanya hivyo inatushangaza. Tumefika sehemu binadamu amedevelop kitu kingine, akili bandia, chenye uwezo huo adimu ambao ndio sababu na sifa pekee inafanya binadamu akaweza kuitawala dunia na viumbe vyote. Picha linaendelea. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. High boy, hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Wala usiwaze mambo makubwa. Imagine siku moja ukasikia simu yako ikaita. Kucheki wala sio mtu anapiga, ni simu imejibonyeza ringtone yenyewe, na ulipoitoa mfukoni tu kabla hujaibonyeza, ni smart enough kuona unaiangalia. Inakwambia, oya sikia mwamba, SD card na phone memory imejaa, so nimeamua kufuta video na picha zote za connection ulizokuwa umedownload ili kupata space. And please behave. Ukidownload tena clip za connection na mtumia mama mkwe. Utafanya nini? Hii imeenda kabisa. Hiyo ndio maana ya AI, yani mashine ina akili yake, so inaweza kufanya maamuzi yenyewe. Na swali linakujia, je, binadamu kafanya manuva gani hadi anaweza kutengeneza akili bandia, aka kwa yai wanaita artificial intelligence, AI?
Wauni walianzia kwenye hiki wanaita machine learning, ikimaanisha mashine kujifunza au kompyuta inajifunza kulingana na experiences zilizopita. Unajua kompyuta ilipaswa kuwa kama pochi zetu, yani inakuhifadhia vitu lakini wewe ndio unaamua uvitoe muda gani na uvitumie vipi. Sasa imagine pochi hasa za wanawake zikipata akili yake. Umebeba zako kondomu, umeingia nyumba ya ibada, kumbe pochi ina data zinazoiambia sio sahihi kuwa na kitu kama hicho kanisani. Unashangaa inajifungua na inaziangusha zote mbele ya baba mchungaji. Hii imeenda. Nadhani umepata picha. Dunia ni salama kwa binadamu kwa sababu ya viumbe wengine wote kutokuwa na ability to think. Ni kama unavyomfundisha mbwa au mnyama wako kwa kumzoesha kumfanyia kitu fulani au kuita jina fulani. Baada ya muda ule mnyama ataanza kuelewa na mtaenda sawa. Hiyo tuite mnyama learning. So machine learning ni utaratibu wa aina hii ambao miaka yote tumeufanya wewe, na sasa inaonekana mashine sio wanyama, zinaelekea kutupita hata sisi wenyewe. Wanaofanya hivyo sio sisi, ni wao. Lakini athari zake of course hata uliye Afrika zinakufikia. Ukitaka kupata picha ya maisha ya mbele kidogo ya hapa tulipo atakuaje, angalia movie inaitwa Alita Battle Angel ya 2019. Kama wewe ni mpenzi wa movie za Marvel, basi utakuwa unazijua nyingi tu. Marvel ni kati ya makampuni ya Hollywood yaliyojikita kwenye ulimwengu huu wa AI kwa miaka mingi. Ni vizuri kuelewa pia movie ni movie, hazina uhusiano wowote na ukweli ama uhalisia. Utaenjoy zaidi kama umeangalia movie hii, kwa sababu nitaitumia kukuelewesha kinacholeta hofu kuu na mashaka juu ya uwezo ilionao teknolojia hii ambayo kibakita tunaita akili bandia, ki-English ndo artificial intelligence AI. Inside the matrix, they are everyone and they are no one. We have survived by hiding from them, by running from them. But they are the gatekeepers. Movie ilianza na kijana wa mama Thomas Anderson, aliyecheza ni star wa filamu Canada, Keanu Reeves. Alikuwa programa kwenye kampuni kubwa inaitwa Meta Cortex, kampuni kubwa ya teknolojia duniani. Ukumbuke hii movie ni 1999. Watoto wa mwaka 2000 mlikuwa mpo kwenye foreni kusubiri millennium mpya ianze. Mwamba akawa kama taksi bubu ya matoni. Mchana namba za njano, usiku unaweka nyeupe. Akirudi magetoni anabadilika kutoka kijana wa mzee Anderson na kwenda kama kaka mdukuzi, ukipenda haka, aliyetumia jina la Neo. Anauza programu za asili kwenye chochoro za internet, dark web. Kaka mdukuzi Neo akawa anamuinda sana mwamba mmoja anaitwa Morpheus, aliyesemekana na genge lake la wauni ambao ni makaka wa dukuzi noma zaidi na wataalamu wa hizi kazi. Siku moja akiwa maskani akapata zali kama la Professor J kupeleka kago Uswahilini. Mara napata zali napeleka kago Uswahilini. Unanipa buku mbili danga chena sunda chini. Yes, akapata ujumbe kutoka kwa mmoja wa members wa ile kundi la Morpheus akimwambia follow the white rabbit. Akiwa hajaelewa rabbit king kaka wa Kenya au aforo rabbit gani, akagongewa na wauni kadhaa ambao walikuwa wamepiga kamnyweso fulani kulewa na marafiki. Kati yao kulikuwa na mwanamke ambaye ana tattoo ya sungura. Neno la follow the white rabbit likamjia. Akajua hii ni code. Akamfuata yule mwanamke hadi kwenye night club moja hivi, na hapa ndipo anakutana na bidada Trinity ambaye ni haka hatari duniani. Anashangaa bidada anamjua kwa jina la Neo wakati mahackers hawanaga utambulisho. Then akamwambia anaweza kumuonesha ukweli anaotafuta kama kweli anautaka. Hiyo ilikuwa usiku wa jana. Asubuhi ndugu yenu Neo alipoamka akachelewa kazini, na alipofika akakutana na msala unatafutwa na agent wa Jeddah ambao wameshtukia anajua kiongozi wa genge la wauni Morpheus alipo. Kwenye purukushani wakamdaka Mr. Anderson aka kaka mdukuzi Neo. Wanamuofa maisha mapya akiwapa jambazi Morpheus alipo. Mwamba akakaza. Wakamwekea chip kama mdudu fulani hivi, lakini ni kifaa cha kumtrack. Kikaingia kitovuni. Alipozinduka alijikuta kitandani kwake na akahisi ile yote ilikuwa ni ndoto, kwa sababu hakuna sehemu yoyote ya mwili iliguswa. Means unatengenezewa uhalisia bandia hadi unadhani kweli ilikuwa ni ndoto, but huenda kweli uliishi, na hiyo ni system ndio inaitwa Matrix. Ghafla akawa kama Zedianto na mpenzi jini. Mara simu ikaita. Alipopokea ni Morpheus mwenyewe, kubwa la maadui. Anampa kodi watakapokutana. Na alipofika tu akamchomoa kile kifaa alichohisi ilikuwa ni ameota tu. No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to.
Baada ya hapo alimuonyesha vidonge viwili, kimoja chekundu na kingine kama cha blue. Akamwambia, ukichukua chekundu ukameza, nitakuonyesha ukweli wa Matrix ni nini. Na ukiamua kuchukua hiki kingine, utaanza kurudi kwenye ulimwengu wako uliozoea wa illusion, ambao technically ni ulimwengu tunaoishi mimi na wewe. Ndugu Neo akachagua chekundu pill. Ghafla akajikuta kwenye kiwanda ambacho binadamu wameunganishwa kwenye mitambo maalum. Panafanana kama tumboni hivi, yani huku binadamu wanakuzwa kama mmea, sio wanazaliwa tena. Maswali kwa kaka Neo yalikuwa mengi, na hapa ndipo alianza kufungukiwa ukweli asiokuwa anaujua. If you are not one of us, you are one of them. What are they? Sentient programs. Kwamba dunia iliangamia karne ya 20 na tangu hapo dunia tunayoishi ni mazingaombwe tu tuliowekewa na mashine. Yes, kulitokea vita kati ya binadamu na mashine, na binadamu wakafanikiwa kufunika mwanga wa jua usiifikie dunia, which ulikuwa chanzo kikuu cha nishati ya maroboti hayo. Hata hivyo binadamu alishindwa vita ile, na mashine zikawageuza binadamu waliobaki kama chanzo cha nishati badala ya jua. So maisha yote ya binadamu akiwemo bwana Neo ni patterns za kompyuta. Kutoka hapa ilibidi mazoezi yaanze na kumfundisha Neo, ambaye ni binadamu pekee aka the one anayeaminika atawakomboa resi ya binadamu wenzake kutoka utumwa wa mashine, yani the Matrix. Na ili afikie uwezo huo ilibidi awe na uwezo wa superhuman. Kwenye Matrix teknolojia ilifikia level ya 3, super artificial intelligence, ambayo nitakuelezea soon, ambapo binadamu alikosa umuhimu duniani baada ya mashine kutawala kila sekta ya shughuli zinazoendelea duniani, na mashine ziliwageuka binadamu na kuanza kuwatumia kama chanzo cha nishati pekee. As we speak, kuna roboti zinafanya kazi kwenye migahawa na zinawasiliana na binadamu daily, na kama nilivyokuelezea zinatumia mfumo wa machine learning, ikimaanisha kadri roboti zinavyokutana na watu inazidi kuwa super intelligent kuliko binadamu. Ipo siku watagundua wanawazidi uwezo binadamu. Nini kitatokea? They are guarding all the doors, they are holding all the keys, which means that sooner or later someone is going to have to fight them. Someone. So tunaingia kwenye warning ya pili kwenye movie, ambao tunaona mashine zilifikia kile wanaita sentient. What are they? Sentient programs. Yani zinahisi hisia kama binadamu. Hapa ndipo roboti zitakuwa na machaguo yake binafsi. Mfano kwenye Matrix, roboti waligundua wana uwezo wa kutengeneza binadamu kama binadamu walivyowatengeneza wao. Hapa ndipo wakamgeuka hata aliyowatengeneza, ambaye kwenye movie anaitwa the architect. So kama kuna uwezo wa AI kumzingua master wao, means wanaweza kumzingua anyone. Ukumbuke yote haya roboti zinapata kutoka kwenye data ambazo binadamu tunazilisha. Yes, so kama unavyoona ulimwengu wa binadamu kuna watu wema na wakatili, wezi, wasumbufu na tabia nyingine. Basi akili bandia nayo inakuwa na wahusika kama hao. My worst fears are that we the field, the technology, the industry cause significant harm to the world. I'm nervous about it. Picha linaendelea. Nixon Simon aka Niki wa pili, niko Madini.com. Ni taarifa na maarifa vina combine pamoja, kwa sababu ndani ya taarifa pia kuna maarifa.